Yo, wakurugenzi, I hope mko freshi mazee. Kabla tuingie kwa kipindi, ningependa tu niwakumbushe ya kwamba tuko karibu kumaliza season ya one of hizi. Actually tumemaliza ya headline hitters. This is a new one. But for young and stupid, niko nataka tukimaliza season turudi pale kwa Dia Stories. So please keep them stories coming. Ile email ya kutuma ni stories@mkurugenzi.co.ke. Kama wewe ni mtu uko diaspora, uko na story kali, wewe wekelea pale bana, alafu tupige kitu safi. Dia Stories irudi jo. It's been a minute. I think tujapiga hiyo kitu kutoka 2023 man. Last year hata tulipiga kweli, I doubt it. Yeah, wacha irudi. Sasa kama kawa match ndio hiyo. Site sasa iko live, unaweza ingia pale, fanya mambo yako. Kuna kila kitu from sweatsuits to t-shirts to hats to tote bags, you name it. Ingia pale, shika mali yako, tujibambe, au sio? That's what's up. Tuingie kwa kipindi guys. Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. By the way, ndio headline hitters ya mwisho nafanya, aircraft story ya mwisho nafanya bila model ya ndege. Hiyo hata crew yangu wameniambia. Next time, I will have a model airplane here. Ndio nikiwa na waonyesha mavitu, niache kuwaonyesha na simu. Why are we operating like we are cavemen? So based on the length, the duration of this episode, nago tu kukushow maze how things can move from, the most calm of situations to very dire situations in a span of minutes. Yani it takes just a moment to mess everything up. Okay? Now, wangwana, wacheni niwapeleke moja kwa moja mpaka Taipei, capital city ya Taiwan. Tarehe 19 Februari 1985. Pale kwenye airport kuna ndege aina ya Boeing 747, the queen of the skies at the time. It was one of a kind. Sidhani Airbus ilikuwa imetengenezwa, sababu Airbus ilikuja in the 90s na Airbus ndio ilikuja na the great A380. So your time, the ruler of the skies ilikuwa this particular aircraft, which is the Boeing 747. The one kwa history yetu was operated by China Airlines. So it was China Airlines flight number 006. This aircraft ilikuwa on a scheduled flight from Taipei, capital ya Taiwan, to LA, Los Angeles, California. Ni kitu ilikuwa inapigaga daily, so nothing new there. Ni kitu walikuwa wameshazoea route, kila kitu iko sawa. And to be honest, even this particular day, nothing was different. Kila kitu ilikuwa sawa, paa vizuri bila any problems. And they proceeded to fly for a very good 10 hours without any incidents, without any troubles. Now, as these guys were approaching San Francisco, sasa hapa wameshaanza kuingia United States airspace. Wako barely 2 hours away, actually 3 hours away from destination. Kukakuwa na a sudden change in weather. All of a sudden, maze, winds in a gush, design ingine hatari sana. And before long, they started encountering a little problem. What was the problem? The problem was that this Boeing 747, wale ambao mnajua Boeing 747 mnajua inakujaga na 4 engines. It's ukweli hiyo walikuwa wanaita Queen of the Skies. It was the biggest aircraft at that particular time. Let me say commercial aircraft at that particular time. So, maze,
because of the weather problems, one of the engines, engine number 4, ikazima. So now ndio hawa majamaa bado wako na some flight time to go, but they've lost one engine, engine number 4. But to be really honest, for a Boeing 747, losing one engine is not really life and death. Why? Because these aircrafts zimemanufacturiwa to be able to fly on 3 engines in case one of them ilete nini? Ilete mushkil. But kuna ma-inputs lazima uweke ndio uweze kufly effectively, ndio uweze kufly vizuri. Haikuagi tu business as usual. Oh, we've lost one engine. Tuendelee. Kuna mavitu kadha wa kadha lazima ufanye. Okay, but before we get there, wacha tuangalie hii engine number 4 problem ilikuwa ni nini. Turns out hii engine imekuwa ikisumbua. Iko time walikuwa wameifungua not once not twice, wakirepair mavitu huko, I think valves za mafuta nini. And they thought they'd fix the issue, but now since imerioka, inamaanisha the issue haijafixiwa kabisa. In fact, hawako sure exactly ni nini ndio imeleta hii issue. All right? So the pilots realized that they've lost engine number 4. Now, this is 1985. This is a Boeing 747. Hiyo time, pale kwa cockpit kulikuwa na watu wangapi? 3. Kulikuwa na captain, first officer, na mtu hapa nyuma yao anaitwa nani? Flight engineer. And because this was a long haul flight, kutoka Taipei mpaka LA ni far. Taipei iko east of the globe, LA iko west side, uko ni mbali. Hiyo ni flight ya karibu 14-16 hours there about. So yeah, unanid watu wanaitwa a relief crew. So kulikuwa na captain, first officer na flight engineer, na mahali huko kwa chambers, kuna ma-chambers waga wanalala wakati hii squad ingine inafanya. Pale kwa chambers kuna another pilot, captain, and another flight engineer. Au wamechill, wamengojea ikaribie almost towards landing time ndio wakuje wa take over, au wafanya nini? Wa land the aircraft. Now, here we are, one engine is gone. Pilot, ambaye ni captain, anaambia engineer ni aje, we've lost an engine, fanya aje? Restart hiyo engine. Jaribu kui-restart, tuone kama ita come on. Immediately, engineer anafanya mambo yake in an attempt to restart the engine. But the engine does not come on. Why? Now, kuna altitude ambayo watu walikuwa wanatembelea, which is 41,000 feet. That is very high. It's extremely high. But hizi ndege zimetengenezwa kwenda kwa hiyo altitude. But when you lose an engine and you need to restart it, it is very difficult for you to restart it wakati uko at 41,000 feet. Why? Because when you're up there, the air pressure is too low. Number 2, temperatures very low. So lazima ushuke chini kwa altitude ambayo iko favorable ndio upige nini? Restart yako safi. Number 2, when you're trying to restart an engine, kuna vitu lazima ufunge. Hizo vitu zinaitagwa bleed valves. Now, in very layman terms, bleed valves ni valve fulani zinakuaga kwa engine, sababu unaona hii engine yetu tunaitumia kufanya vitu nyingi. It's not just to power the aircraft. Si tu for thrust. Hii engine tunaitumia kuokota hewa. Hii hewa tunaidistribute kwa ndege huko iende ifanye vitu zingine. Kuna some other functions ambazo waga zinatumia hewa. And when do we divert it? We divert it pale kwa combustion chamber before iingie. Kwa compression chamber before iingie kwa combustion. So, unajua engine vile huwa ina operate. Engine ina operating kama hata engine ya gari inakuwaga hivyo. You need air to mix with fuel and a little spark. Hiyo explosion ndio inafanyaga engine inawaka. So kwa hii aircraft, hii air, ama niwaelezee engine vile inakuwaga. So kuna kuwaga na intake. Hapa ndio mahali hewa inaingilia. Hewa ikiingia inakuja kwa second place, hapa inaitwa compressor. Hii hewa inakuwa compressed. Ikisha kuwa compressed inaingizwa mahali panaitwa nini? Combustion chamber. Hapo ndio ina mix na mafuta na spark. Ikilipuka ile fumes tunazitaga exhaust. Ile exhaust fumes zikitoka nje hivi ina propel ndege mbele. That is how the engine works. Okay. Now,
So hii engine yetu si nimewambia iko na intake hapa, iko na compressor hapa na iko na combustion hapa. So before hii hewa ifike hapa kwa combustion, ikiwa hapa kwa compressor, waga inadivatiwa iende ifanye vitu zingine. So hewa ingine inaingia kuchomeka, ingine inaenda kufanya vitu zingine. But when you're trying to restart an engine, you need kudivide hii hewa. Wacha hewa yote ingie, i-restart hii engine. Engine ikisharudi fiti, now you can go back to distributing this air where you want it to go. Hapo mumeelewa? So because we don't want to distribute this air elsewhere, because we need it to restart the aircraft, what we need to do is to switch off something called a bleed valve. Sasa hiyo bleed valve ukifunga, hii hewa yote inakuja inaingia, inafanya mambo yake, engine inawaka, tunaenda. So ngori ni mbili. Number 1, this engine does not come on because they are too high. 41,000 feet is no place to be trying to restart an engine. Number 2, again, engineer alisahau kufunga nini? Bleed valve. So engine haiwezi waka. So hiyo ikakuwa declared bure. But like I said, it is not a death sentence when your 747 loses one engine, because all these 3 others zinaweza skuma hii ndege na uende mahali unataka. Okay? But you need to do a few things ndio uweze kuidhibiti, ndio uweze kucontrol hii ndege. Okay. So wameamua engine imekataa kazi, so wameachana nayo. But the aircraft is on autopilot. Ikiwa on autopilot, kuna vitu ambazo mtu anafaa afanye, hii autopilot haifanyi. Okay? Now, wacha nichukue tu simu yangu, mtanisamehea. So, this is your 747. You have your wing here and another wing here. Under the wings, you have your engines. Because the 747 has 4 engines, you have 2 engines here and another 2 engines here. All right? Now, you have lost engine number 4 here. So you only have number 3, 2, and 1. So when you lose engine number 4, inamaanisha ile thrust. So nimewambia ndege, hiyo power ya ndege inaitagwa thrust. So you only have thrust from one engine on this side. But on this other wing, you have thrust from both engines. What does that mean? It means you have more thrust on this side than you have on this side. So when you have more thrust on this side than you have on this side, what happens to the aircraft? Your aircraft starts to turn. Sababu inasukumwa hii side zaidi kuliko vile inasukumwa hivi. Hiyo ni experiment hata wewe mwenyewe unaweza fanya tu ukiwa kwa nyumba. Ukisukuma kitu side moja kuliko vile unasukuma on the other side, si inamaanisha hii side moja itakuwa na nguvu zaidi. So ndege yako itaenda ikifanya nini? Ikiturn. And you know, aircrafts don't just turn like this kama iko kwa axis. Turning yake inakam na a bit of rolling. Hii movement kwa ndege inaitwa roll. So when you roll, you're changing your bank angle. Bank angle. You're banking to the right or banking to the left. So when you're turning, you roll a bit, then ndege ina turn. Okay. Hapo nimewaeducate enough. So now, we have 4 engines. 1 is not working, 3 are working. 2 on this side are working, 1 here is working. So there is more thrust on one side than this other side. So now, our plane is doing what? Is banking. Okay? Now, number 2. Zile input nakwambia pilot anafaa afanye ndio ajaribu kucontrol ndege ni kuna kwa floor. Ndege inakuwaga na pedals kama tu za gari. But hizi pedals hapa chini zina control kitu inaitwa radar. Okay, let me get my model aircraft again. So ndege ikiwa hivi, hapa nyuma iko na mkia. This is the tail. Another name for the tail is what? It's vertical stabilizer. Okay? Na pia hapa chini ya tail kuna zingine zinakaaga hivi. Inakaaga kama 2 wings tudogo. Hizi zinaitwa nini? Horizontal stabilizers. Okay? Horizontal stabilizers wachana nazo. Tukuje hapa kwa vertical stabilizer. Hii vertical stabilizer ukiangalia vizuri, if you're very careful, hapa kwa tail kuna ka part kana movingi. Aka kakitu kanaitwa radar.
hata boat inakuaga na rada. Hii ndio inapatiaga boat direction. Ukitaka kukata kona, una tilt hiyo rada like this. So in an aircraft, the rada waga inakontroliwa na the pedals. Pilots wanakanyaganga hapa chini. Ukikanyaga left pedal, hiyo ni left rada, ndege yako ina move to the left. So ndege hiyo rada ikinini hivi, upepo ikipiga hapa, ina move ndege to the left. Same, ukikanyaga right rada ina move hivi, upepo inapiga hapa, ina move ndege to the right. Hiyo ndio principle ya flight ya nini. Hizo ni vitu mkiingia flight school mtasoma day 2. Now that tumempoteza engine, huyu captain wetu anafaa cheze na radars kufanya nini? Kucorrect. Sababu thrust inamtuma side moja, anafaa apply radar on the opposite side, ndio hiyo radar irudishe ndege level. Na aende hivyo, ataenda vizuri mpaka afike. But I don't know, he doesn't do that. First officer hata hayuko huko. Engineer hapa ako busy engrossed wondering why have we lost an engine. So yeye hako shughuli za engine deadly, wote wako shughuli za engine deadly, wanasahau kufanya hizi vitu. I guess ni at the back of their mind wamejiambia iko on autopilot, so the aircraft itajimaneuver yenyewe. But autopilot at that particular point iko na limitations. Kuna vitu haiwezi fanya. Hawako huko sababu wako busy wakishangaa why is the engine not working. Now, kumbukeni hiyo kitu ya kutani ya ndege nimewambia inakujaga na nini? Roll. Unaona hii roll inafanya bank angle ina change. Okay? So kuna koga na safe angles. Safe ambayo usipopita uko sawa. Ukipita hiyo safe zone ni blunder. Alright? Na ndio ujue wakati unapita ama wakati haupiti, kuna vitu hapa kwa instruments zinaitwa attitude indicators. Not altitude, no. Attitude, ATT. So attitude indicators zinakuinformingi about the roll, your bank angle, na inaku-inform about the pitch. Is your aircraft pitching downwards or is it pitching upwards? Hizo ni vitu unaangalia hapa kwa attitude indicator. All this time wanashughulika na mambo ya engine, nobody is looking at the attitude indicator. Hakuna. So because thrust inafanya ile mambo yake huku, ndege inaanza kuroll. Hakuna mtu anaona. Ndege ikishaanza kuroll sana hivi, inaanza kupoteza mpaka nini? Speed ikianza kushuka, nini inaanza kushuka? Nose. So the pitch inaanza kwenda chini. Ikianza kwenda chini, now hii design ina turn ni dangerous, it loses lift. Inaingia kwa situation ambayo tunaita stall. Ndege ikistall inamaanisha it is not generating enough lift. So when the aircraft stalls, it plummets. It literally becomes a brick. Inaanza kufanya nini? Kuanguka. So now hakuna mtu anaangalia the attitude indicator, wote wako huku wako fascinated na hii kitu engine tutaifanyia nini? Hii kitu imeroll, imefika ile bank angle ambayo not safe. Pitch imeanza kwenda chini sababu speed imeshuka chini sana, so now the aircraft is falling. Hapo ndio hao majamaa wanaanza kususpect things might not be okay. Because when now the aircraft starts plummeting to the ground, hey, it is very uncomfortable. Now, you might ask yourself, kwa nini hii aircraft inapiga hiyo bank angle yote? Now I say our notice, like, wewe ukiwa kwa matatu alafu uone imepiga hii. See, of course utasikia, hapana, hii matria haiko straight. So kwani wale hawako wanasikia hii ndege ina nini? Well, allow me to introduce to you something that I have talked about before. Kitu ambayo inaitwa nini? Spatial disorientation. Your inner ear iko na part huko ndani ambako kanakoga ni kama sijui naweza kaita nini. Ukitilt kana tilt pia design flani inakushow hapa mahali niko siko stable. Inakoga ni kazi hiyo inner ear. That's why ukichokozwa inner ear vizuri unapotezaga balance. Inakoga very important. Now, kwa aircraft hiyo kitu uwaga inajaribu kukuonyesha kila kitu iko sawa. Ina working na brain yako, yani kukuonyesha kila kitu iko sawa.
even though vitu haziko sawa. Na the reason you don't notice ni sababu hauna kitu inaitwa nini, you don't have a reference. Unajua wakati uko place unaweza ona nje, unaweza tell hii ndege yetu imebank sana, but wakati uko juu kwa mawingu huoni kitu, ni white too all over, hauna reference. So even when you're banking, body yako haiwezi tell, inakwambia tu tuko sawa. So as these guys were banking like this, their inner ears zilikuwa zinafanya ile kitu pia, zinajaribu kuwa balance. So hao wanaona wako sawa, but hawako sawa, they are banking dangerously. So that's why hawakujua hiyo kitu inaitwa spatial disorientation. Now imefika mahali it's too much, aircraft imeanza kuanguka chini. It is at that point ndio wali discover wait a minute, hatuko sawa, sababu ni kama tuna na the reason walijua wanadunda ni juu wakati aircraft inakuja chini ina generate vitu fulani zinaitagwa G-forces. So the G-forces, acha nikupatia very good example ya G-force. Wakati uko kwa gari alafu dereva ana accelerate, unasikiaga hiyo inertia inakusukuma kwa kiti, inakupin hapo kwa kiti. Dereva wakati ana accelerate hivyo uende, hata ukijaribu kusit up inakuaga shida, sababu the G-forces zinakusukuma kwa kiti. Sasa ya aircraft is 10 times, hata si 10, it's crazy, it's ridiculous. So as hawa say wanaanza kuplummet, na unajua wana plummet wakiwa wameturn hivi. So as they are going down this way, G-forces mwili zao, uso zao zilikuwa zinakanika zina melt, sababu the force is too much, inawapeleka hivi. So uso zao zilikuwa discontorted, yani it's a very uncomfortable feeling. So hapo ndio walianza kudiscover there's a problem. So wakajaribu, pilots wakajaribu kufanya mambo yao, but unajua ni hard juu hauoni nje, you have no reference point, so you don't know which side is the right way, hauna. So ni kujaribu vitu. That was the very first time waliangalia zile attitude indicators. Attitude indicators zinawaambia you have rolled so much na pitch yenu iko pitch down. Hivi ndio mnakaa hivi saa hii. In fact mahali mumefika mko karibu kwenda upside down. Okay? Watu sababu their ears zilikuwa zimewachezea tricks, zinawasho bado wako sawa, wakaangalia hizo attitude indicators wakajiambia no, this cannot be correct. Hizi mashini ni faulty. They were not faulty. How? Ndio walikuwa at fault. So wako hapo wanang'ang'ana na hii kitu mazee, wajaribu kuileta level. Hii kitu ina plummet. I think at some point wakajaribu wakaileta. Si ilikuwa imebank hivi. So wakaileta ikaanza kurudi normal kidesign. So sasa watu wameacha kukaa hivi. Sasa imeanza kurudi kidesign. But kumbukeni, speed inakuwaga ni a factor hapa. Na hii speed mazee ikienda chini sana, mkianza ku plummet, ndio hivyo. Sasa inaendaga ikiongezeka. Juu sasa ni kudunda mnadunda. So wameileta nini ndio, lakini kumbukeni it's still pitching down. So hao watu wanafanya nini? Wanashuka sasa. Sasa wanashuka wakiwa the right side up. Let me tell you, anyone who was not buckled up, mtu yote hakuwa na mshipi, alikuwa na mangamanga huko kwa nini, wale flight attendants wakiserve machai zao moto, walikuwa kwa mabati wote. Sababu when inaanza kwenda, ni kama mna experience kitu inaitwa negative G. So negative G unakuwa weightless. Juu unadunda. Ni kama nini? Ni kama lift ikishuka chini sana. Unasikia gani kaa hauna weight. Nika you are about to float. Sasa ya ndege ni like 5-10 times worse. Yeah. Flight attendants na trolley zao za chai poop kwa mabati. Watu wenye wajafunga seat belts nini huko kwa ceiling. And now ikitu imeanza kufanya nini? Imeanza kushuka. Let me tell you, that thing dropped at an alarming rate. Watu walipiniwa kwa ceiling hapa for close to 1.5 minutes. Wacha nikwambie, 1.5 minutes nikikwambia inakaa kitu kidogo.
until ni expose kwa a very uncomfortable situation for 1.5 minutes. Anyone who's been on an aircraft, wakati turbulence inawachapa ama wakati kuna zile air pockets za especially watu ambao mnasafiri mchana wakati jua imewaka, ukipanda hizi ndege zetu za regional hizi ndogo kina Jambo kina nani na ni saa 7 mchana jua imewaka, then muingie kwa air pocket, then mtoke, then kuna vile waga inashuka kama hiyo kushuka tu kidogo tu, hiyo hata si 100 feet, ni kidogo tu, unasikia gani kama matumbo zinakuja hapa kwa shingo. Sasa hebu imagine kushuka hivyo for a whole 1.5 minutes. Those guys dropped 9 point something kilometers in 1.5 minutes. It is the most uncomfortable feeling ever. Hapo ndio wase waliokota ma injuries nini. Una imagine ile trolley ya drinks imekuwa weightless mpaka sasa imehang, iko kwa ceiling, iko hapa imehang hapa juu. It's crazy. It was chaotic, it was bad. So wakati wanashuka hizi kilomita 9 na upuzi, in fact wengine wanasema it was roughly 10 km, ndio for the first time walitoka huko juu wakapita nini clouds, wakakuja wakaingia under the clouds. When they were under the clouds, it was the very first time the pilots had what? A reference point. It was the very first time wanaona kumbe tulikuwa upside down. Watu walikuwa wameflip wako hivi. So ni pilot sasa atafute namna arekebishe then a take off. By the time pilots wanatokea kwa clouds hivi, by the time sasa wako na reference, wanaona mahali wako, they only have 9,000 feet to go. 9,000 feet na ile rate watu wanashuka nayo, I can tell you for a fact they had less than a minute alive. Less than 1 minute. In 1 minute wangefaa kuwa wametandika maji Pacific ndani shwa. So immediately the pilots waliona okay, hivi ndio tuko, wakaingia kazi ya kufanya nini? Kucorrect. So they wakacorrect hiyo aircraft vizuri, and then they pulled the yoke. Ukipull yoke inainua nini? Nose ya ndege. So wakainua nose ya ndege, and wakiwa wanaenda tu kuhit 6,000 feet, the thing leveled off and started taking off again. Now wakati walikuwa kwa hii dive hii yenye ilienda 10 kilometers, hii ndege ilishuka na speed na force ingine kibao. Body yake haijatengenezwa kuenda hiyo speed kitu ilikuwa inashuka nayo. So parts of the aircraft started disintegrating. The first ones to go ilikuwa ndege inakuaga na kitu inaitwa the landing gears. Hizo mataya zake. The landing gears waga zina retract. Na zikiretract ama zijifungia huko ndani, zinafungiwa na tumilango. Tumilango ndio tulikuwa tuwa kwanza kuenda. So as ndege ina plummet, tule tumilango tuwa landing gears tukachomoka. Moja ikaenda ikatandika pale kwa tail. Niliwaambia tail iko na vertical stabilizer na horizontal. Ilienda ikachapa horizontal stabilizer hapa kando. So kwa hiyo process damage horizontal stabilizer. Hiyo naye ni ngori, inasaidiaga kwa controls za aircraft. So ukiwa na damaged tail, wewe mazee una operate dangerously. Other parts of the aircraft zili damage hydraulic lines, na unajua most of the functions za ndege kama hiyo kutoa miguu nini, hiyo inakuwa ni kazi ya hydraulics. So hao watu wame level off aircraft ndio, na wameanza kuclimb back to mali wana need kukua, but sasa kuna new dangers za oh my god, kuna some controls hatuna. Kama sahi kupanda na kushuka kama sahi kupanda wanapanda na thrust, wanapanda na engine thrust. Hawapandi na zile mavitu zinasaidiaga kusaidia nose kupicha hapa na nini. Kuna mavitu tu ngori zinawakumba pale. So wakaenda wakafika ile level walikuwa, and for the first time waka establish communication na air traffic control. Hii time yote kwa hii 2 minutes watu walikuwa na drop. Air traffic controls pale San Francisco walikuwa wameona. Wanashindwa hii aircraft kwa nini inashuka teke hivi towards the ocean?
So wakatry kuestablish contact, wanawauliza wadau bana, mnashuka at an alarming rate, kila kitu iko sawa? No response. Of course hakuna response juu wale wase wako so busy trying to stay alive, hakuna hata mtu ana time ya hii radio. So wase wa San Francisco ya traffic control wakatry wakaona woi hawapati response. Sasa ni kukaa wangoje waone kutaenda aje after hapa. So luckily watu wakaweza kusave, wakainua ndege mali inafaa kuwe, na sasa vile imestabilize vizuri, kila kitu iko poa. Guess what? Engine number 4 comes back alive. Sasa wanashindwa ni nini ndio ilikuwa inasumbua hii engine. Haya, mind you, wakiwa kwa hili dive, indicators zilikuwa zinawaambia engines zote 3 zenye zilikuwa zimebaki 1, 2 na 3 pia zimefail. So wanashindwa kwa nini engines zina fail hivyo. Manze, why? Tuli lose tu moja. Hizi 3 zilikuwa zinafaa tuokoe. Kwa nini hizi 3 pia zilipotea vile tulianza kudive hivi? So waka level off ndege na finally waka establish contact communication na San Francisco wakawaambia ni aje tumewatafuta jo, imekuaje? Wakasema hapa ni ngori, in fact as it is ndege tuko ndani iko damaged, tuna need to land as soon as possible. Mlikuwa mnafaa kwenda wapi? LA hatuwezi fika. Okay, sawa, kamini tu mland San Francisco tucheki itakuaje. So wakapatiwa landing clearance, kila kitu nini, but again ndege iko damaged juu ya hiyo mavitu kutokana, juu ya hiyo stress ilikuwa too much. So wanakam kudiscover maze hawana design fiti ya kuland, ndege haina hiyo capability. So the only way they can land ni kufanya kitu inaitwa a controlled fall. A controlled fall unaifanyaga na thrust zako na engines. Unainyima power, ikikaa inaanza kuanguka, unajua hapo una lose altitude. Ukiona unaanguka sana, unaipea power, inaipatia nini tena, then unatoa, inaanza kuanguka. It's a very ni design fulani, yani pilots tu hawafai kujipata kwa hiyo situation. But Mungu ni mwema. Hawa wase walipiga hiyo controlled fall vizuri mpaka waka line up na runway ya San Francisco Airport, and by God's grace they came and touched down. Pale kwa tarmac ndio wase wanakaa emergency nini, pilots wanashuka, wanaangalia, wanapata maze kuna damage kwa fuselage ya ndege, huko nyuma imegongwa, vertical horizontal stabilizer iko damaged. Hata wamazo walikuwa wanashangaa jo tumewezaje kuland kwa like na hizi nini kadi tulikuwa tumediliwa. So of course investigations haraka faster, but kabla investigations ni kuangalia wase wako sawa huko ndani. Kuna wase walidedi kwa hiyo process juu watu wanagonganishwa kwa masiri huko na makat zao za chai nini. So ikapatikana wase walikuwa wameumia but hakukuwa na any fatalities, thank God. So wenye walikuwa wameumia of course wakapeleka hospitali nini, and then now investigation ika kick off. Na wakaenda wakaangalia kila kitu. Of course kuna kitu inaitwa cockpit voice recorder, ina recording conversation zote ndani ya cockpit. Wasikie tu pilots walikuwa wanasema nini as things are going haywire. Unfortunately cockpit voice recorders huaga zimetengenezwa kurecord only 30 seconds. 30 minutes. 30 minutes zikiisha inarudi inaanza kurecord tena, na by recording again ina erase kile ilikuwa imerekodiwa before. So of course because after the ordeal na how kuland ilikuwa more than 30 minutes, ilikama ikaerase hizo ngori zote walikuwa nazo. Haya, kuna kitu inaitwa cockpit flight data recorder. Hiyo sasa ina recording inputs zote za pilots. Any button pilot aliguza nini ina rekodiwa kwa hiyo FDR. So wanaweza enda waistudy waone okay hii time ya ngori umse alishika buttons gani, alitry kufanya nini. But unfortunately juu ya ile 10 km drop, hiyo kitu ilikama ikapata some damage kiasi. So kuna bits of the FDR hazikurecord vipoa nini. Sasa ikakuwa ni hapa kurely on pilot interviews nini ndio waonekana wanaweza nini hiyo story vifiti. So of course wakakaa chini na pilots wakaongea nao fiti. Pilots wakawashow mazee engine zote 4 zilikufa, hawaelewi ni kwa nini. But hawa wase wakiingia kwa flight data recorder wanaona no, hizi engines hazikudedi, hizi engines zilikuwa zote. Ndio sasa pilot anakumbuka, oh wait a minute, wakati tulianza kunotice ngori tulitoa full power tukaziweka on idle. Inaweza kuwa by the kutoa power ndio ilifanya mazetu. So hazikuwa mbaya, engines zilikuwa tu sawa. Oh Jesus. Alafu pia flight engineer hakuniona nikiweka on idle.
So yeye anaangalia, anaona mazee hakuna power, kwa nini anashindwa ai. Okay, yeah, so wakadeterminia ukweli pilots waliweka hiyo kitu on idle. Walikuwa tu wamechanganyikiwa, but after ordeal kama hiyo yenyewe hata uwezi wa blame. Hiyo ni walikuwa sure wana dedi. So of course after investigation wakaongea na mapilots kando, wawaulize tu ni aje kimaisha, unaendelea aje. Unajua lazima wa investigate kila kitu juu ni pilots wamekula training deadly sana, na some of the things walifanya ni vitu rookie mistakes. For example, ukiambia engineer wako wa restart ndege na mazee mko 41,000 feet, hata wewe unajua vizuri sana kama pilot hakuna vile unaweza restart engine at 41,000 feet. Number 2, unaona jamaa wako ana restart na hata hajafunga ile bleed valve, so hiyo engine haiwezi waka. So mbona vitu kama hizi mbona zinawachachia? So after kukaa nao chini kwa hoji wakadiscover mazee hiyo airline hawakuwa mazee wafiti sana in terms of kupanga schedules. So haikuwa kitu ngumu kupata pilot amepiga long haul flight mrefu, alafu hata before arrest fiti amerushiwa flight ingine. So huyu captain of the day alikuwa sleep deprived, na sleep ni very important. Afadhali mtu akunyime chakula lakini si usingizi. So hizo ndio vitu zilifanya mazee alikuwa na make decisions kama hizo, but props to him, even though yeye ndio aliingiza wase kwa hiyo dire situation, he's the one that got them out of it. Sababu kama si hiyo maneuverability yake mazee, na huyu jamaa alifanya hiyo kazi kikweli na akawatoa kwa ngori. I can bet money ingekuwa any other pilot, I don't think wange recover from hiyo dive. I really don't think so. Yeah, but experience hapo ili come through. Alikuwa na quite a few hours of experience hapo. Yeah, hiyo ndio ilifanya wasa wakanini. So of course vitu kama hizo zikihappen lazima masheria zibadilishwe. Sasa hii ni pilots wanahesabiwa ngoma saa. Ukifikisha tu a certain quarter hivi enda usingizi. Na nikiona umepost picha Instagram ati uko club, wewe tutakosana mbaya sana. Enda lala. Very nice. Yeah, hakuna hiyo story ya fatigue tena, unless ni airline tu imeamua kukua cheap, inataka kufanya watu mbaya. Sasa hiyo wako very strict. Yeah. So thank God hakuna mtu alituacha kwa China Airlines flight 006. Kila mtu escape na life yake. Yeah, and some of them are still here to date, telling the tales. Au sio? Unaweza ingia hapo mtandao kule Karisa cheki. Yeah, utacheki some of the survivors wako hapo na narrate ordeal. Quite interesting. And that, ladies and gentlemen, boys and girls, is the story of China Airlines flight 006. Imekuwa deadly sana, nyinyi wa true. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. All right.